Bro, in biashara, one thing that I would want you to never ever think or imagine, never employ a friend or a relative, a village mate. Hawa watu. Ile story mimi mwenyewe wamenipitisha. A relative comes, unajua first of all, unajua hata kuna qualification. The first qualification ni damu ni nzito kuliko maji. Forget about these other things. Alafu na wengine by the way wanaanzanga kuishi kwako, wanaanzanga kwa nyumba yako ndani. Kwa sababu hana maybe pesa ya kwenda kukomboa nyumba. So the first stages kwako. Unamuintroduce kwa biashara. Huyo mtu the kind of entitlement anakuja nayo from ushago. Hii biashara ni yetu. Ni ya brother yangu. Ni yangu, sasa inakuwa yake. Ataamka wakati anataka kuamka. So unajua uwezi hakuna mahali utampeleka. Your brother, your sister, your village mate, unaogopa hata kumgombanisha kumwamsha kazi na alafu na kwa sababu ni wenu una make ile mistake like the one I did at the end you are in charge of everyone and everything. Yeye kama ni password ni anakuanga nazo, kama ni funguo za ofisi yeye ndio ako nazo, funguo za store ni yeye ako nazo, kama ni stories za kwenda bank ni yeye ataenda. My friend ile kitu utaonyeshwa na hawa watu wenu. Noina hakuna kitu. Hakuna pahali utampeleka. Hakuna mahali utampeleka. Ni ule mtu anaamka wakati anataka job ataenda wakati anataka. Na atafunga as he want. Na the one thing I experienced by the way. And I'm sure maybe before you share your experience. Hawa watu na vile tulikuwa tunafanya. Sisi like familia like yeye akiwa kazini maybe sasa nyinyi mko na mipango ingine ya kwenda maybe ushago kwenda kutembea kufanya nini. Imagine alikuwa anafunga ndio twende pamoja badala ya baki yeye ako job. Akisikia tunaenda mahali ndio huyo tuko pamoja kazi tukaanza kufunga. Then by then we were working in an M-Pesa shop kuna hizi kadi za kuswipe. Wacha kijana aanze kujifundisha kukunywa. So alikuwa anaenda club na ile na card ya kuswipe. By the time you realize na ni mtu wenu you really account of what you are doing. Wewe una expect mahesabu zako ziko tu sawa, kazi inafanyika vizuri, pesa unawekewa, but jamaa alikuwa anaenda job na kadi ya kuswipe. So the first business I started ilienda under within 1 year. Sio mtu wa mbali, mtu wa nyumbani. My own kin. The only qualification I thought yenye ilifaa zaidi ni damu ni nzito kuliko maji. Wakati tulikosana so mzee hii biashara inaenda wapi, mbona ifanyi? Jamaa anaruka anaenda ushago sasa anaenda kukugojea huko ushago. Ile siku mko kwa family gathering na kadhalika ndio unasikia huko ameambia kila mtu ulimtesa venye alikuwa anafanya kazi kama slave huku mlipa sasa anataka sasa umlipe pesa mkuu huko kwa family kwa family meeting family gathering, na yeye alikuharibia biashara, alikuharibia ya kazi. One thing I learned about employing relatives and friends, if you really would want your biashara or business to survive, kama unafanya interview just like the way unaweza fanya interview ya any other person afanye interview kwa kawaida, akiqualify fine, na kuwe na appointment letter with a very clear terms of reference. Lakini story za
kuambiwa na mtu damu ni nzito, especially umeenda ushago, unaambiwa huyu jamaa wetu hapa unajua alimaliza shule, sasa ako huku anatembea hata anasumbua wazazi, ende naye Nairobi umtafutie. Anakuja na kiburi ingine ya biashara ya ndugu ya. But trust me, within 1 week unajua atakuwa amesoma everything about that biashara. And trust me, most people, if they would share their stories about their experiences with the businesses, hazijaangushwa na strangers. Ni very rare stranger, na hata kama strangers atajaribu, itachukua muda kwanza asome wewe huo unafanya, do you really unachukua stock, do you audit your business na kadhalika. But mtu wenu unajua mko naye every time jioni, ni mtu wezi pigia kelele. Wakati kwa mfano mko na meeting, sasa the way people invite business meeting, the first sentence ndio huwa inaanza kama business like. But the next sentence inaanza kuwa brother, unajua sasa maadhi ushago alikuwa anataka pesa, akanipigia simu nikamtumia ya job na hakukuuliza. They didn't ask you. Kazi yake ni hizo tu. Anakuambianga maadhi, bro, Fadhi alikuwa ananipigia simu, alikuwa anasema wanaenda kesho Rurashio mahali na hana fare. They just send money. They don't even na biashara ni yako, haulizi permission from you. They immediately take over biashara. Ile stoko kama ulikuwa unauza mayai, unakuta sasa ameanza kuuza chapo. Yeye kazi yake yani authority ile watu wenu huwa sijui, I don't know where they get that courage from, that any moment wameingia kwa biashara yako. Wao sasa wanakuwa kama HR. Wanaweza employ ama wafute mtu, especially wakute mtu hapo, mtu mwenye anaweza kuwa labda ulikuwa umetrust. Na huyu wenu sasa unaanza sasa unamleta ndio aanze kutake over hivi pole pole. Huyu atapitia njia very hard time. Sababu one anaogopa huyu kwa sababu you are related. Hivyo hata akifanya makosa hawezi kuambia. Anazip, hawezi sema. So most businesses, I'm not so sure how much you have experienced this. The moment you employ your friend or relative, hiyo ni blunder. I always tell people, especially kama unaanza, if you are experienced in business, you can manage. But kama unaanza, I always tell people, don't hire someone you cannot fire. Usipe mtu kazi na uwezi mwambia toka uende. Juu mtu atafanya makosa na utaogopa kumwambia. The moment umetoa kazini yako ushago, umempea job hapa, your uncles, kila mtu ushago anajua nani ameenda kufanyia nani. The moment mtu atafanya makosa, ujaribu kumkosoa, story itarudi huko aje. Huyu jamaa siku hizi anaringa, unamistreat juu ati wewe uko na pesa. Sometimes wewe hata si ati uko na pesa. Wewe unajaribu. Ni hustle unajaribu ishike. Umemhurumia hata. Yeye anakuja sasa akifanya makosa. Unajua biashara watu ukosa. And the moment make mistake as your boss, lazima nikwambie umekosa hapa na hapa. Lakini sasa because ni kazini yako hadi unaogopa. Juu ukimgombanisha kidogo ataenda kuambia anko, nani ananitesa. So inakuanga ngumu. That's why I always tell people. Alafu mtu akifanya blunder, if it was another person, kuna ile blunder mtu akifanya unamfuta job. Lakini huyu unaona nikimfuta job italeta story. So unavumilia mtu na ushaona karakta yake si poa, just because you're related ama ni rafiki yako. So unaona urafiki inaweza isha, mnaweza hata kosana, even families zinaweza kosana. Juu sasa ukifuta mtu wetu, ukifuta kazini yako, si hata auntie atasikia vibaya, uncle atasikia vibaya. So inakuwa tu yani ni story mob. The worst part I get ni kuambiwa when you are asking them to be accountable. Amka kama wale wengine by 8
ukue kazini. Yeah. Kazi yako ni XYZ. Yeah. Ni hii na hii na hii na hii. But watu wenu, actually, especially those ones that behave like bosses. Yeah. On account kwamba huyu ni mtoto related, rather huyu ni mtu related to the boss. Ama mtoto wako maybe. Yeah. Akiwa kazini. Especially wale kichwa gumu tu, yeye hajaenda kufanya kazi ama kukumekia biashara. Ameenda anauza uoga. Yeah. Mimi ni mtoto wa boss. Mimi ni brother, sister, cousin ama village mate. Yeah. Some of them wakienda kazini, unajua most of the time, tea time, lunch time, ni kupeana stories zako za ushago. Yeah. Unajua all these other employees hawakujui. They know the boss mkali anapenda biashara. Sasa yeye ni kuambia huyu wachana na yeye. Weekend tulikuwa na yeye ushago. Sijui kuko hivi, yeye ni bure, hana, yani mpaka watu wengine na report hata hajajenga hana kitu. Huyu anakunywa. So Monday ukiripoti ofisi unaona the other staff respect inashuka. Wanakuangalia zile za what kind of person is this? Maybe if I was to employ, it's only because, but I believe right now, ile experience niko nayo. Yeah. Kama wewe ni mtu wetu, if you don't qualify, number one, you don't qualify. Otherwise, the kind of entitlement. I had another one. Nilikuwa ninajenga. A very, a close kin, let me say. Yeah. A first cousin. Kwa hivyo ni mtu wa nyumbani. Na ni mtu by the way hata nilishindwa by the way. Hata nikimfuta nimpeleke polisi. I'm the same person who is expected kwenda kumtoa. Alafu mmembo ushago, mumtoe ushago kwa sababu anasumbua mama. Unaona? So wewe ndio unaonekana kama wewe ndio unaweza rescue, wewe ndio unaweza saidia mama. Otherwise kama unataka wazazi wakuwe na afya, uondolee pressure na stress. Chukua brother yako mpeleke wapi? So I took one. So nilikuwa najenga mahali. So yeye nikasema yeye basi sasa siasimamie wafanya kazi. One day just out of nowhere nikasema kwenda tu mchana kwa sababu huwa nilikuwa natuma tu pesa ya kulipa wafanya kazi. One day nikaenda tu mapema. Nikasema sasa nataka kuona hawa wafanya kazi. Yeah. Ghost workers. Nikasema sasa kila moja nikasema ni mimi nalipa. Kila moja kuja fulani. Na unfortunately, rather or fortunately, alikuwa amenitumia list. Mapema ndio nitayarishe nini? Mshahara kama pesa. So nikaamua sitatuma, wacha niende nikiwaona. My friend, I had lost more than $500,000. Na huyu msichana kazi yake, yeye kule ushago ameripoti alipewa nini? Job. Yeye asemi ni nini? Yeye anatumanga tu pesa na wazazi. Something that surprised me. Wazazi wake hawamuulizi hii pesa yote unapata kila siku. Kwani ni kazi gani hii ulipewa? Wewe ni mtu ni wa class 8. Yeye ni wa class 8. Hii pesa unapata za 10 kila siku. Unatoa wapi? Wazazi hawamuulizi. Sasa everything sasa ushago ndio alikuwa anafanya, amenunua ng'ombe, amefanya nini, wazazi hawamuulizi. The worst bit wakati when I discovered that, because sio mtu ningeambia tu toka uende. Ilibidi tu tupange tumrudishe wapi kwenye tulimtoa. Sababu ni mtoto mdogo, huwezi tena muachilia, nimchukue umrudishe wapi? Ushago. That became the end of our relationship. Mimi na hiyo family. Because how dare you, yani unaita mtoto wetu mwizi. Na yeye ndio ametusaidia huku. Yeye ndio hii nyumba amerenovate. Baba yake alikuwa sijui na shida wapi. Amelipia watoto wao school fees, alafu mtoto wetu after umemtumia sawa anasema umemtumia vibaya. Wakati umeona sasa umeridhika, ndio unaturudishia hapa, alafu to make the matter worse unamuita. Mimi tangu wakati huo I will never ever touch anything called a relative or a kid. Kama nitaweza by the way, wacha nikutafutie kazi placing in, kwa sababu in the end of the day, kama ni wewe ni brother yangu ama my sister or my relative,
hakuna hatua naweza nikakuchukulia. Hata nikiwa mkali aje nikisema basi nitakupeleka polisi. I'm the same person. Natakuwa ni kwenda nikuchukue. Tukienda ushago wewe ni auntie yangu, tutaangaliana aje? Wewe ni brother. How do you even look at this? Most businesses today, don't be surprised. Hazijavunjwa na kitu kingine. The people that we call our friends. Watu ambao they get this kind of entitlement. Huyu mtu kwa mfano, especially una mtu mmesoma na yeye kwa mfano, ama mmehaso na yeye, alafu ukabahatika ukaanza nini? Kahaso. Yeye ukamfikiria juu jamaa amekuwa beshte yangu. Story zake ni zile za unajua jamaa tumehaso naye tumetoka mbali. Tumetoka mbali. Anything anafanya. Pesa atachukua, atafuruga client, atakopesha, especially stories za kukopesha watu kwa sababu huyu jamaa ni beshte yangu, tumetoka naye mbali, hawezi ni nifanyie chochote. So in business, if you're not talking about a system, a system that will give you an account of what is happening real time kwa biashara yako, wachana na stories za marafiki, relatives, kins. Hata mtakosana na biashara, utafikiria biashara ni mbaya, na si biashara mbaya. It is your method of having a HR or having an employee. I learned, and I will never ever repeat. Na siwezi ambia mtu by there na watch whatever we are saying, ati ahurumie mtu, because one of the worst mistakes that we do, ikija kwa watu wetu, we use the heart to think rather than the brain. Just allow your heart to pump blood. Wacha heart pump blood, tumia as you have indicated. Akikosea mfute very very fast, just like any other. Never mind whatever will happen, kwa sababu at the end of the day akikuharibia maisha, biashara, they have as well ameharibu maisha yako, na sio yako tu, ya watoto wako, watoto wako, and everything else. Na mtakosana bure tu. Anytime, like I was told, nimeita mtu mwizi after kuwarudishia mtoto wao nikiwaambia amefanya XYZ. Mtu wenu unless is a must kwa biashara yako, achana naye. It's as simple as that.